Karibu tena katika channel yangu Vini Pro Media. Na katika video hii nitakuonyesha namna ya kuweza kutengeneza posters ambazo kuweza kuziposti katika social media mbalimbali au katika mitandao ya kijamii mbalimbali kama vile Facebook, Instagram na Twitter. Na tunavyozungumzia poster tunamaanisha kwamba ni vipeperushi ambavyo vinawakilisha kitu fulani lakini kwa hali ya uchache sana, yani maelezo yake ni machache, sio mengi sana kama kwenye flyers. So unavyotengeneza poster lazima uzingatie vipimo vya kuweza kutengeneza poster yako. Na mara nyingi posters zinakuwa katika mfumo wa square au katika mfumo wa mraba, yani kwamba urefu na upana vyote vinalingana. So katika poster hii nitatumia custom size hii hapa ambayo width yake ni 4 na height yake ni 4, lakini resolution yake itakuwa ni 300. Then nitasema create. Nikisha create unaweza kuona kwamba kuna hii workspace ambayo imekwisha kufunguka hapa. Kwa kitu cha kwanza ambacho inahitajika kuweka hapa ni kuweka background. So nitakuja hapa file, nitasema place linked. Then itafunguka kama hivi. Nitaenda kutafuta background yangu, labda nimesave hapa, maybe hii. So nitaiplace kama hivi. Unaweza kuona hapa nitatia tick. Kwa hii ni background yako. Kinachofuata hapa nitakuja kuweka picha yangu na nitasema tena place linked kama hivi. Then nitakuja kuweka picha yangu hapa, labda hii. Itafunga kama hii. Labda nataka nitengeneze posters ya kahawa kama hii. So nitaiscale vizuri hapo kama hivi. Kwa nitaanza sasa kufanya editing ambazo nataka niziwakilishe ndani ya hii poster yangu. Labda hapa nitataka labda niweke kivuli fulani hivi chini ya hiki kikombe hapa. So hakikisha unapotaka kuweka kivuli au layer nyingine ni lazima uadi layer kwanza. Utakuja kwenye ki icon hapo, utaklik. So unaweza kuona kwamba kuna layer blank hapa imeongezeka. Kisha nitakuja hapa kwenye brush, nitaset kwenye ukubwa unaohitaji kama huu. Kitu kingine cha kuzingatia, unaona hapa mbele rangi ni nyeupe lakini huku ni nyeusi. Ukipaint ikiwa rangi nyeupe hapa, it means itatokea rangi nyeupe kama hivi. So ni lazima uigeuze. Unaweza kubonyeza hapa vikabadilishana hivi, nyeusi kapanda juu na nyeupe kashuka chini. So nikipaint hivi unaweza kuona hiyo rangi nyeusi. Then nitakuja hivi, nitashika shift ikusudi nikitanue kidogo hiki kivuli changu, nikibane hivi. Alafu nitakirotate kidogo kama hivi. Tatia tick kwanza, alafu nitapandisha hapa juu kama hivi. So kama unaweza kuona kwamba hii layer ya kivuli iko juu, so inabidi ishuke chini. Utabeba hivi, utashusha chini kama hivi. Kwa unaweza kuona kuna kivuli fulani ambacho kimeonekana hapo chini. Kinachofuata niweza kupunguza opacity kidogo kwa sababu naona ni cheusi sana. So labda niweke 73, opacity itatosha hapo. Kwa hiyo itaonekana kwa kama hivi. Nikizima unaweza kuona kivuli kinaondoka, nikiwasha kivuli kinakuwepo. Kitu kingine hapa nataka niongeze shape labda hapa chini. Hakikisha umeongeza layer nyingine hapa. Naenda kutumia pen tool, ndio maana naongeza layer nyingine. Kwa hiyo nitabonyeza tena hapa add layer. Nitakuja hapa kwenye pen tool kama hivi. Then nitachora labda hapa. Huku nimeshika shift kusudi ninavyochora pasiwepo na kupinda kwa mistari. Kwa kama hivi nitaweka hapo. Nita-click hapa na hapa. Then nitaunganisha kama hivi. Ikiwa hapo nitakuja kwenye hii curvature pen tool. Lengo ni kwamba niweze kuipindisha kama hivi. Alafu na hapa ipande juu kama hivi. Kwa hiyo nikishamaliza nita right click, nitasema make selection. Hakikisha hapa kwenye feather radius iko 0, then nitasema okay. Kwa hiyo itaselect kama hivi. Kinachofuata hapa ni kutia rangi hapa. Nataka nitie rangi nyeupe maybe. Kwa hakikisha pia hapa nyeupe tena imepanda juu, nyeusi imeshuka chini. Kwa nita click tena hapa, zitabadilishana kama hivi. Nitakuja hapa kwenye bucket tool hii hapa, paint bucket tool. Then nitakuja
ni paint hivi. Kwa hiyo unaweza kuona tayari nimeshaweka rangi yangu nyeupe. Kuondoa hii selection inayoonekana hapo, unasema Control D kwenye keyboard. Yep. Then nitaiscale kidogo hii ionekane hivi. Yep, so inakuwa kama hivi. Kitu kingine nataka niongeze hii layer, niongeze tena ziwe kama mbili. Lengo ni kwamba nita Control J hapa. Alafu hii nitaizima kwanza. Then hii nitaipandisha juu. Nitakuja hapa kwenye FX, nitasema color overlay. Kwenye color overlay nitakuja nibadilishe rangi hapo. Let's say niweke rangi kama hii. Then nitasema okay, kisha nitawasha na hii nyingine. Kwa hii inabidi ishuke chini ya huyu. Kwa kama inaweza kuonekana hapo. Alafu nitaibalance kidogo hapo. Yep, kama unaweza kuona hivi. Kisha na nyingine nitapunguza opacity kidogo. Yep, itaonekana kama hivi. So kilichobakia hapo ni kuanza kuandika sasa maneno kwamba unaelezea kitu gani. Yep, kwa sababu ni poster social media. Kwa hiyo nitakuja labda niandike hapa maneno. Type hapa labda niseme offer hivi. Scale kidogo hivi. Kisha tena hapa taandika maneno mengine, ila yatakuwa na font ya tofauti kidogo, labda okay hii. Kisha nitasema special, labda kama hivi. Yep, lazima pia uzingatie swala typography kwa sababu usafi katika kazi yako unahitajika. Kwa kama hivi. Labda nitaweka hapa, labda niwakisha kwa hapa. Yep. Labda iwe kama hivi. Kisha nitakuja labda niweke kilogo fulani hapa. Nitasema place linked. Nitakuja labda hapo. Kwa nitaweka kilogo kama hiki. Yep. Logo kama hii. Ya unaiskeli vizuri kusudi iweze kukaa vizuri. Yep, tatia tiki hapa. Then unaona kama rangi yake haionekani. Uta Control U kwenye keyboard. Ukisha Control U itafunguka panel kama hii. Kuna hue, kuna saturation, afu kuna lightness. Kwa hiyo unakuja hapa kwenye lightness unaweza kuona huku kuna weusi afu kuna weupe. Ukipeleka huku kwenye weusi unaweza kuona kwamba pamekuwa peusi kwenye hiyo logo. Lakini ukipeleka mbele inakuwa nyeupe kama hivi. So lengo langu ni kuweka nyeupe kama hivi. Kwa hiyo utapeleka mbele hapa kwenye lightness, Control U. Then utasema okay. Ukishapiga okay, itaonekana kama hivi. Kisha labda nitaweka kitu kingine hapa. Labda tuseme niweke aka shape hapa. Labda hivi. Yani mfano tu ambao unaweza ukafanya pia kwa kuweza kutengeneza poster social media kama hii. Then hapa nitaongeza kama labda ikipembe 3 hivi. Kama hivi. Zoom. Yep. Taki rotate kidogo. Kiwe hivi. Then nitakishusha chini kama hivi. Lengo ni kwamba kionekane kama hivi. Yep, kama hivi. Then nitazigroup iwe ni layer moja. Nitashika na control na hapa. Nitakuja hapa nitasema right click, then nitamerge group au unasema control kwenye keyboard.
ya kwa inakuwa ni layer moja kama hivi. Then hapo nitaandika maneno, kile maneno yatakuwa ni ya rangi fulani, labda kama hii hapo. Taandika 50% kama hivi. Then nitascale chini kidogo, zoom kidogo hapo, taweka hivi, kisha hapo nitaandika labda discount, yani punguzo. Then nitascale tena chini kidogo kama hivi, kama hivi. Kama hivi. Then nita zoom out. Kwa imekuwa kama hivi. Kitu kingine hapa labda naweza kusema kwamba niongeze labda maneno hapa, labda kwamba order now, labda hivi. Sorry, nikose kidogo. Order now. Labda kama hivi. Kisha nitakuja niweke kitu kingine hapa. Let's say kitu kama hiki. Hivi tunaweza kuvidownload online, vinapatikana, so ni jukumu lako tu kuvitafuta, vinapatikana vyote. Labda nitaka rotate kidogo kama mshale, kawa hivi, let's say hivyo. Then nitaka scale kidogo chini, kama hivi. Punguza tena kidogo, mpaka pale ambapo utaona wewe kanafaa. Sorry, tazoom kidogo kama hivi. Kisha uta control U tena kwenye keyboard, ukibadilisha kiwe na rangi nyeupe. Kwa utafanya hivi. Kwa unaweza kuona hapa ambapo kimekuwa. Then nita scale chini tena kama hivi. Kwa unaweza kuona kwamba poster imeanza kukaa kinamna fulani hivi, kwa kuweza kueleweka. Kwa kinachofuata hapa, labda unaweza kaandika maneno yako mengine hapa chini. Labda tuseme kini atakuwa na rangi nyeusi. Haya, badilisha kama hivyo. Labda hapo unaweza kusema kwamba tunapatikana area A, maybe maili 2 kama hivi. Area A maili 2 hivyo. Area A maili 2, na ukaliscale kidogo ili neno chini kama hivi. Kama hivyo. Lakini pia hapa ukaweka labda mawasiliano, labda ukasema tole mfano labda hivi. Ni mfano wa namba za mawasiliano. Maybe hivi. Na scale vizuri kama hivi. Then kuna vitu hapa nitakuja ni viadi, labda tuseme ya kwanza nichore kishape hapa chini.
Upangiliaji wa kazi pia unahitajika kusudi posta yako ionekane kuwa nzuri zaidi. Kwa hiyo nitachora kishape hapa cha kiduara labda kama hiki. Shika shift kusudi uweze kuchora vizuri. Kwa inaweza kuonekana ukiachilia shift inakuwa kama hivi. Ila ukishika shift inatoka vizuri kama hii duara hivi. Then hii nitaiweka iwe ya rangi nyeusi kama hivi. Then nitaiweka hapa. Then nita control alt kwenye keyboard kuduplicate. Nitakuja na yenyewe niweke hapa. Tusogeza hivi. Kwa itaonekana kama hivi. Maana yake ni kwamba nitakuja niweke place linked labda kama hivyo. Labda niseme niweke call kama hii. Kama hivi. Scale chini kabisa. Kama hivi. Then nita control U tena kuibadilisha iwe nyeupe. Nitaweka hivi. Au kabla ya hapo niweke hivi kwanza. Then nita zoom. Nitaiweka hapo. Then nitasema control U sasa. Alafu nitakiweka kiwe kama hivi. Kwa unaweza kuona tayari kimekaa hapo. Naona kama ni kikubwa sana, nitakiscale. Kama hivi. Labda nita select call. Then labda na layer yangu hii hapo. Nita zoom kidogo. Talipunguza kama hivyo. Then nitakuja niviweke hapo. Kama hivi. Kisha na hii nitaiscale chini kidogo. Iwe kama hivi. Kama ambavyo unaweza kuona hapo. Kisha nitakuja tena niseme place linked hapa. Labda nitaweka location hapo. Hivi vitu vyote unaweza kuvidownload mtandaoni, vinapatikana. So sijuze kama labda nilivitoa wapi. Unavidownload, vinapatikana. Kama hivyo. Utakibeba, utakileta hapo. Then utazoom kusudi uweze kuona vizuri. Kama hivi. Then utacontrol U kama kawaida. Utaongeza hapo hivi. Kisha utakiscale sasa chini kidogo. Kama hivi. Hiyo ni kawaida, unaweza kuona hapo. Ukiona kiscale kama ulicontrol U lazima kijibu, lakini ukishatia tick kinarudi kwenye hali yake ya mwanzo ambao ulikibadilishia rangi. Kama hivyo. Kwa then nita zoom out kama hivi. Kwamba niweze kuona kazi yangu imekaaje. Kama hivi. Kwa sasa hapa labda niweze nikazipanga vizuri hizi, tuseme labda hii. Labda na hii nikavirudisha hapa kidogo. Kama hivi. Hii nayo nikaweka hapo. Kina na hii kama hajakaa sawa kidogo. Piga okay. Kwa itaonekana kama hivi. Then kinachofuata hapo, labda nitaweka hapa juu tena niandike neno labda hapa. Labda kwamba free
delivery. Ndio kama hivi, lakini haya maneno nataka yawe yamelala kidogo. Kwa nitakuja hapa alipoandikwa regular, nitabonyeza, nitasema italic, so yataonekana kama hivi. Then nita scale chini kidogo kama hapo, kama hivi inaweza kuonekana hapo. So hii ndo namna ya kuweza kutengeneza simple poster ambayo unaweza kuipost katika mitandao ya kijamii na ukatangaza biashara yako kama hivi. Kwa inakuwa haina vitu vingi sana. So hii ni simple to poster ambayo unaweza kuiandaa na kuweza kuipost katika mitandao yako ya kijamii. So huu utakuwa ndio mwisho wa tutorial hii, lakini kama tutorial hii imekusaidia, usahau kusubscribe ili kusudi kuweze kuwa ni mtu wa kwanza kupata taarifa au notification pindi ninapo-upload video mpya katika chaneli yangu. Lakini pia usahau kulike, kushare, lakini pia kucomment sehemu ambayo hujaelewa, basi comment hapo chini sehemu ya comments. Nitaona tutaweza kuangalia tunafanyaje kusudi niweze kukusaidia.